tusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Hatujui kuomba, ndio maana tunakusanyika ndani ya makanisa. Ndio maana vituo vya ufunuo vyo kila maeneo unapovisikia. Hata makanisa mengine au kila maeneo. Sio ufunuo tu. Kila maeneo wapo. Hasa si watumishi wa ufunuo. Tunatakiwa kila maeneo tuwepo. Ili kumshambulia adui. Ili kushambulia yale ambayo sasa shetani amewataki watu. Maana ufunuo haiokoaji mtu ambaye ni mpagani, ni wachache. Inaokoa watu walioteseka, waliofungwa na shetani, waliovamiwa na mizimu, ili kuwaweka huru. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana nasikia baragumu la 7. Baragumu la 7 ni yule malaika aliyepambana yule joka, anayeharibu dunia, kuleta mashoga, kuleta usagaji, kuleta mauaji ya kila aina, vurugu za kila aina zilizopo ndani ya dunia hii. Ni huyo adui. Hasa kama hauko mtakatifu huwezi kumshinda huyo adui. Na utakatifu wako unatakiwa uzishike amri na sheria za kuja ibadani kumwabudu Mungu. Na kama jinsi walivyomtumikia wanakuwa hapa kuimba na mambo mengine ya kumtolea sadaka ya mbalimbali, sijui ya ujenzi, sijui sadaka ya maendeleo ya kanisa, huo ndio utakatifu. Maana imani bila matendo imekufa. Haipo imani hiyo. Kama jinsi alivyosema mwangalizi kwamba eti mimi naimbaga tu, mimi nachezaga, au mimi nakuja tu kanisani nikimwona tu mchungaji na kakoo na burudika, hiyo sio imani. Imani inaendelea na matendo. Wewe unafanya kazi gani kama mama kanisani? Unapamba au unafagia kanisa, unaliandaa vizuri, au unamwachia mtumishi tu mwenyewe afanye hizo kazi zote? Au ndani ya sekta ya Mungu una nafasi gani? Huo ndio utakatifu. Utakatifu sio kujiinamisha tu. Unajiinamisha kule mtaani, ni hatari. Hata serikali inatuambia kwamba bora yawepo makanisa mengi kuliko vilabu vingi. Yaani pakiwepo makanisa, sasa hii ni kanisa gani bali la kuzuka? Hawa ni manabii wa uongo. Sisi sio manabii wa uongo. Hii ni from Jerusalem yenyewe. Watu wamemuona kwa viwango vya juu. Watu wamemuona Mungu kwa viwango vya tofauti kabisa. Watu walikuwa na matatizo mazito, leo wameacha huru. Watu walikuwa hawana maisha, walikuwa hawana hata nyumba ya slope, leo wana majumba. Useme imani ya kuzimu. Kwa nini usitarajie hata hicho sasa ambacho hakionekani kama kwamba kimetokea katika maisha yako? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unajua wanapotumika watumishi peke yao wanahangaika sana, kukutana vitu vingi vinavyozunguka. Ndio maana katibu wa jimbo amekusomea katiba. Tuna katiba na kanuni.